Shangilia Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakaaji wa Takibozi Shila karibuni sana.
ushuhuda Mungu maisha yake, na amesema hawezi nyamaza. Ametuaibisha shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tukaweza kuweka mikono yetu pamoja tunapomleta Sister Phyllis. Karibu watu wa kuone yenye Mungu amefanya ndani yako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na washirika wenzangu wote ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Phyllis. Zaidi yote nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Ninao ushuhuda ya kwamba Mungu ni mwema, na siku ya leo tumekuja hapa ni kwa ajili yako ambao ulioko maeneo haya, ya kwamba unaposikia sauti hii usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kwa Yesu kuna furaha, kwa Yesu kuna amani. Hakuna kitu kinachomshinda Bwana Yesu. Haleluya. Mimi nina ushuhuda ya kwamba nimekuwa katika ndoa katika miaka 10, na ndani ya miaka 10 hiyo nikawa na tatizo la kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa rehema za Mungu na kumtumaini Yesu Kristo, baada ya miaka 10 Mungu akanionekania, akanitenda mema. Siku ya leo nasimama hapa nikiwa na ushuhuda ya kwamba Yesu anaweza, ya kwamba Yesu anatenda. Ulioko mahali pale mpendwa, acha kudanganya na waganga. Usidanganye na marafiki wakakupeleka kwa waganga. Njoo kwa Yesu Kristo kuna amani. Njoo kwa Yesu Kristo kuna vyote zaidi ya vyote. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba ni kitu gani kilicho kigumu mbele za Mungu? Hakuna jambo ambalo ni gumu mbele za Bwana Yesu. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo unaposikia sauti hii, popote pale ulipo, fanya moyo wako kuwa mwepesi. Unaposikia kwamba tunaitana nafasi ya kupenda wokovu, usiweke moyo wako mgumu. Kimbia kwa kwanza, mfuate Yesu. Yesu anakuita. Yesu Kristo ndiye njia tena kweli na uzima. Haleluya. Kwa hiyo machache Mungu awabariki. Nataka kuwatia moyo kwamba pale ulipo usione kwamba uko katika hali ngumu. Hiyo hali mletee Yesu Kristo siku ya leo na utapata msaada. Bwana asifiwe. Mungu awabariki na watende mema. Mungu anafanya hafanyi. Mungu anatenda hatendi. Mupe huyu Yesu shangwe na vigelegele. Baba ambao unatusikiza, umesikia ushuhuda ambao dada yetu ametoa. Mungu wetu anatenda. Kwa miaka 10 Mungu akambariki na mtoto. Wacha kuharibu kuku zako kupelekwa kwa waganga. Njoo kwa Yesu kuna ushindi. Haleluya. Usimalize kukuona kwa wanakudanganya. Haleluya, haleluya. Mungu ni mwema. Na kila wakati Mungu ni mwema. Ni wakati mzuri tunaenda kula chakula cha roho. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kualika wote ambao wako mbali ya kwamba mkaweze kusongea karibu tunapoenda kushikiza neno la Bwana, maana hilo ndilo chakula chetu cha roho. Bwana Yesu asifiwe. Songea karibu na takibesi na shida ukaweze kupata jioni ya leo. Tunaweza kuwa tuko mahali hapa tu kwa sababu yako. Songea karibu katika jina la Yesu Kristo. Wacha tukaweze kuomba kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua, tunakupa sifa zote na utukufu, tukisema ni wewe Bwana umeinuliwa. Tazama ni wakati mzuri Bwana, tunaenda kusikiza kutoka kwako kupitia mtumishi wako ambaye umeandaa Bwana. Ni asante maana Bwana tunapokea
ujumbe huu Bwana kwa shukrani. Asante maana neno lako ni taa ya miguu yetu. Asante maana neno lako Bwana linaleta ukombozi. Asante maana neno lako Bwana linaleta uponyaji. Na neno hili Bwana halitaenda bure. Kuna mmoja ambaye anapokea uponyaji. Kuna mmoja ambaye anapokea ukombozi kupitia neno hili jioni ya leo. Ni asante maana wewe ni mwema. Hakuna mwingine kama wewe. Tunapoketi Bwana kwa ajili ya kusikiliza kutoka kwako. Wacha ukaweza kutawala mioyo yetu. Ukaweza kufungua Bwana mioyo yetu. Ukaweza kufungua Bwana mawazo yetu. Ili tukaweze Bwana kuelewa andiko lako. Asante maana wewe unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Sasa ni Bwana wetu pamoja tunapokwenda katika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu mwamba, mwamba ni Yesu mwamba, ndani yako niko salama mwamba, ndani yako niko salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imegharimu mkono wa Mungu kutuleta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipenda tukuje mahali hapa ni kwa sababu yako. Amen. Mkaaji wa Hillside. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijua kuwa uko mahali hapa na ndio maana akatutuma mahali hapa. Na kuna lengo na sababu kwa sababu ya maisha yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu anakujua na ana mpango mwema katika maisha yako. Yeye ni mwamba katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mwamba katika maisha yetu. Yesu ni mwamba katika maisha yetu. Na ametutoa pale Kimbeni Worship Center ni kwa sababu ya mtu ambaye anataka
tunataka tuwe na yeye na tumwelezee kuhusu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo ujumbe wangu ama ujumbe ambao Mungu nasikia Mungu niseme ni kuwa tumekuja kusema ya kuwa Yesu ni tumaini, Yesu ni jibu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni tumaini na Yesu ni jibu. Yesu ni tumaini na Yesu ni jibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ametutendea na mahali ambapo tumefika hakika ni yeye ametufikisha. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona utamu wa Yesu, tumeona uzuri wa Yesu, tumesikia uzuri wa Yesu na tukasikia hatutaki kukaa peke yetu, tunaua uzuri. Tunataka kukutangazia wewe mkaaji wa Hillside ya kuwa Yesu yuko, Yesu ni jibu na Yesu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jina kubwa ambalo tumepewa katika chini ya mbingu kuliko jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye peke yake ni jibu letu. Yeye peke yake ni jibu letu. Wakati ambapo tumefika na majira ambayo tuko nayo, ambayo iko katika hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mazito, lakini wacha nikwambie mpendwa, ukiwa na Yesu, ukiwa na Yesu kuna wepesi wa hali. Amen. Amina. Katika Yesu kuna wepesi wa hali. Ni kweli watu wanalia, ni kweli watu wana uzito wa maisha, lakini wacha nikupatie siri mpendwa, wacha nikupatie siri. Ukiwa ndani ya Yesu hautahisi uzito wa maisha jinsi vile wengine wanausikia. Ni kwa sababu kwa Yesu kuna wepesi, kwa Yesu kuna neema, kwa Yesu kuna neema wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tumekuja hapa tukwambie ya kuwa na tukujulishe ya kuwa na tukukusitizia ya kuwa Yesu ni jibu, Yesu ni tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome tu kwa kifupi katika kitabu cha Mitume mstari wa Acts 4 chapter 1 hadi 12. Bwana Yesu asifiwe. Inasema ya kuwa hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana kwa sababu wanafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Wakawakamata wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu na Kayafa pia na Yohana na Isikada na wale wote waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akamwambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tuliuliza leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni nyinyi nyote na watu wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama alimzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lililodharauliwa na ninyi waashi. Nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati wa Peteri,
walipokuwa wanaenda wakihubiri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watume walikuwa wanahubiri na wakawa kupitia jina la Mungu ama jina la Yesu wakawa wanatenda miujiza na wakawa wanapona, watu wanapona kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakawa wanapona, na wakipona watu wengine pia wakawa wanakuja kwa Yesu na wanabadilika, wanamkubali Yesu na wanakuwa wafuasi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Masadukao wako na wivu na wakasikia uchungu, ni kwa sababu wanaona watu wanazidi kuokoka, watu wanazidi kupona. Bwana Yesu asifiwe. Na siku moja kukawa mtu alikuwa mgonjwa na akaombewa na akapona. Mtu alikuwa na shida zake akaombewa na akapona. Bwana Yesu asifiwe. Mtu alikuwa mlemavu akaombewa na akapona. Na wale Masadukao hawakusikia vizuri, wakawa wanafuata wakiwashika wale mitume, wakiwashika na kuweka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ni kwa sababu jina la Yesu lilikuwa linafungua watu. Jina la Yesu lilikuwa linawaweka huru. Jina la Yesu lilikuwa linawafanya wengine waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Na ikafikia wakafika wakati wa kuwashika na wakawauliza, tuambieni unafanya mambo haya yote kwa jina gani? Ama mnatumia nguvu gani kufanya haya mambo yote? Bwana Yesu asifiwe. Naye Petro kwa ujasiri wa Roho Mtakatifu akasimama na akawaambia, na je, huyu mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa ama alikuwa ana maumivu, alikuwa ni mnyonge, amekuja na akapona, na hakuna jina lingine ambalo limemponya. Amepona ni kwa sababu ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amepona kupitia jina kuu la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakawa hawana jibu lingine la kusema, ni kwa sababu jina la Yesu ndilo ambalo tumepewa katika dunia, ambalo linatuokoa, ambalo liko na jibu ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakawa hawana uwezo hata kama wanawashika watu wanazidi kuokoka, watu wanazidi kupona. Ni kwa sababu Yesu mahali kwenye alienda, mahali jina lake lilitajwa, alitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Alifungua wakati ule na hata saa hii anafungua. Aliponya wakati ule, saa hii yuko bado anaponya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Na ukawa sasa jamani, inakuwa inashangaza ya kuwa mtu huyu, hata Petro akaona huyu mtu alikuwa ni mgonjwa, huyu mtu alikuwa ni mnyonge. Shida ni nini ambao akipona kuna shida? Na Bwana akipona mtu mwenye alikuwa ni mnyonge. Nikawa ninafikiria hata mambo ya yule mwanaume alikuwa amekaa katika birikani for 38 years. Praise God. Akawa hana mtu hata mmoja wa kumchukua mweke birikani maji ya kiguzwa ili akapata kupona. Bwana Yesu asifiwe. Akawa hana na akakaa for 38 years. Na ile wakati ilifikia ya kuwa Yesu amepita na akamponya, akamwambia inuka uende, akachukua magodoro zake akawa kaenda. Ikawa ni siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa jamani, mtu anauliza, wanakutana na wanauliza, kwa nini wewe unafanya dhambi? Unabeba haya magodoro wakati wa Sabato, unafanya kazi wakati wa Sabato. Jamani, huyu mtu ilikuwa ni mtu mnyonge. Alikuwa ni mtu mnyonge, alikuwa anafaa kuhurumiwa. Alikuwa ni mtu ambaye na maumivu, alitaka kuhurumiwa. Angalau angepata mtu siku moja. Hao wenye walikuwa wanakuja kumuuliza maswali hiyo siku, walikuwa wapi? Wangemsukuma wamweke kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wapi? Bwana waje wakamuuliza wakati ambapo wameponywa, ambapo amekuwa ameketi katika ugonjwa katika miaka 38 na leo amepona, ndio wanakuja kumuuliza maswali. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Lakini ashukuriwe Mungu, ni kwa sababu alikuja, ni kwa sababu ya wanyonge. Amen. Amekuja ni kwa sababu ya wanyonge ambao wamefinyiliwa, ambao wako na maswali mengi, ambao wana maumivu, ambao wametengwa. Bwana Yesu asifiwe. Ambao hawana jibu. Yesu anawapea jibu jioni ya leo. Yesu anakupea jibu mpendwa. Yesu ana huruma. Bartimayo akamwona akipita. Amen. Na alipomuona na akajua kuwa huyo ni Yesu. Na Yesu mahali kote anaenda anatenda mema. Na akasema, mimi nimeishi na upovu,
nimeishi na upofu miaka mingi, na sasa nimesikia Yesu anapita. Watu wenye wako na macho jamani, hawataki hata nikamwona Yesu, wananizuia. Oye, haleluya, haleluya. Hatutaki kukuzuia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ametuweka huru ndio maana tunakuita ukuje kwa Yesu. Hawakutaka Bartimayo azamuone, na yeye akamponya na akapita, akaweza kumuita Yesu. Yesu naomba ukapate kunihurumia. Yesu nihurumia ukapate kuniponya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Yesu alikuja kwa sababu hao wamefinyiliwa, hao hawaoni, hao wamefungwa, hao wako na kilio, hao wako na majosi. Yesu akasimama, hao wengine wako na macho kwanza akawatenga na akamwambia njoo. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa na nafasi na huyo Bartimayo ambaye alikuwa ni kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya hao wanyonge, hao ambao wana jina. Bwana Yesu asifiwe. Na akapita na akapata kumwona. Bwana Yesu asifiwe. Akamponya Yesu na Bartimayo akawa anaweza kuona. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yule mwenye alitenda yale hata siku ya leo anatenda. Yesu mwenye alifanya yale hata siku ya leo yupo. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo Yesu yuko, ambaye anaokoa na anahurumia, ambaye anasaidia. Praise God. Amen. Ni kweli mambo ni mazito, lakini nitangulia na kusema ya kuwa ukiwa ndani ya Yesu kuna wepesi. Ukiwa ndani ya Yesu kuna neema. Amen. Unaweza kuamuka bila chochote na ukamwamini huyu Yesu, by jioni unajipata umepata mpaka unashangaa vimekuwa vipi. Amen. Tumekuwa na majina ambayo tunalilia hata katika nchi ya Kenya siku ya leo. Wengine tunayakashifu, wengine tunayalaumu, wengine tukiona mambo ni mazito tunayataja, hata wengine tumewapatia majina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini suluhisho hata sio wao. Suluhisho ni Yesu. Suluhisho liko na Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Suluhisho liko na Yesu peke yake, mwana wa Mungu. Ni kwa sababu hilo jina ndilo la kutuokoa peke yake. Ndilo tulipewa duniani tunaweza kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunaweza kufanya mambo yote tunayofanya, lakini ukweli niwaambie ya kuwa Yesu ndio jibu. Yesu ndio tumaini. Yesu ndio msaada wako. Yesu ndiye anakusikia hata wakati ambapo unaomba katika chumbani mwako. Anakusikia wakati ambapo ukitembea. Yesu anakusikia. Yeye ni rafiki wa karibu. Habagui. Amen. Habagui. Hatengi. Hata mwenye dhambi anamkubali. Ni kwa sababu tumetangulia na kusema ya kuwa alikuja ni kwa sababu ya mwenye amefungwa. Mwenye ambaye amefungwa hata naona ni kama amelaaniwa zaidi, mpaka ameshindwa, mpaka hakuna mtu mwenye anamuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye akona shinda nyingi naona ni kama jamani dunia ilinigeuka. Huyo ndiye Yesu amekuja kwa ajili yake. Huyo ndiye Yesu anataka siku ya leo. Yeye ndiye akona jibu lake siku ya leo. Yeye ndiye akona uwezo wa kumsaidia na kugeuza maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo mwisho akabaki kuwa anaona tena. Bwana Yesu anaona na hakuwa anaona. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anakitembea mahali akipata watu waliokufa na wafufia. Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye ni jibu. Yeye ni suluhisho. Yeye ni tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hakuna jambo ngumu kwake. Hakuna jambo ngumu zaidi yake. Hakuna jina lingine ila tu ni jina la Yesu. Liko zaidi ya majina yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninashukuru Mungu. Ni kwa sababu hakuna mahali hawezi fika. Yeye ni mzuri, anaweza kuona undani wa moyo wako. Anaona siri za moyo wako. Anaona uchi wa moyo wako. Anaona shida za moyo wako. Anajua mambo za kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Anajua biashara yako inaendelea vipi. Anajua boma yako iko vipi. Anajua watoto wako wako vipi. Anajua. Yesu anajua.
Na kama unanisikia siku ya leo, Yesu anajua na amekuja hapa ni kwa ajili yako. Mahali pote Yesu alienda alitenda mema. Mahali pote Yesu alitenda mema. Anapeana tumaini. Anapeana tumaini. Anapeana tumaini. Anabadilishia mtu hali. Anabadilishia mtu hali. Anakupatia jambo jipya. Ukimwamini tu. Ukimwamini tu. Ukimwamini tu. Ukimwamini tu anageuza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwamba ni Yesu mwamba. Oh mwamba ni Yesu mwamba. Yako niko salama. Ndani yako niko salama. Ndani